Na tafadhali tuketi. Our regional overseer bishop viongozi wa kanisa, waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mheshimiwa wetu Jane Kihara, wale wote ambao wameweza kufika. God is good and all the time. Geria isiare na mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Asante sana Reverend Monyu and your wife. Nichukue nafasi hii kwa niaba wale viongozi tumekuja na hao nikuambie pongezi kwa kuwa umetawazwa kama overseer wa hapa Naivasha. The Redeemed Gospel Church ni kanisa ambaye tunaheshimu sana, na pia nataka bishop nikuambie umetuhubiria vizuri sana na tumesikia, and your sermon was spot on. Hata tukijaribu kuichambua tutaharibu. Umesema yale yote ambayo inatakikana, na hasa umemwambia huyu General Matenjagwa akuwe Samson. Lakini nimemwambia achunge asiangukie zile matatizo ilipata Samson hapo mbele. Sisi tunatambua kanisa la Kristo na kazi nzuri mnafanya. Na sisi bishop and all the anointed men and women of God, hatuna yale tunaweza kusema kuambia nyinyi asanti kwa ile kazi ambayo mnafanya ya kutuombea, kutupatia hope for a better tomorrow. Tukifiwa mnakuja mnatufariji. Tukipata magonjwa mnatuombea. Wale wako na matatizo mnawasikiza. Mungu ndiye atalipa nyinyi, sisi hatuna malipo tunaweza pea nyinyi. And we want to ask the Church of Christ to continue being the conscience of the nation. Pahali mumeona haiendi vizuri kama kanisa lazima muambie waumini, kwa sababu mambo mengi meharibika Kenya. Upinzani umenunuliwa, wabunge wetu wale wengi wamepewa pesa wamenyamaza, hakuna mtu ya kutetea hao washirika. Sasa tunategemea kanisa la Kristo to stand up for the people of Kenya and speak out for them, because tusipofanya hivyo tutakuwa na matatizo. Hapa Naivasha mnajua tuko na shida kubwa sana ya hii pombe ya haramu ya kuua vijana. Si iko namna hiyo? Na mnajua mimi nikiwa pale ofisini nilikuwa nimefanya kazi mingi sana tukiwa na mke wangu. Tukamalizana na hii pombe yote haramu ya kuua watoto. Vijana wetu wakaanza kurudi kwa manyumbani, watoto wakaanza kuzaliwa, wamama wakafurahi, kila mtu alikuwa na furaha. Si ilikuwa namna hiyo? Siku rais alisema anifukuze, akisema mimi ni mkabila. Sasa hiyo pombe imerudi. Sasa watoto wetu vijana wanalala kwa mitaro. Sasa watoto sijui tutatoa wapi. Sasa ni aibu kubwa sana. So kanisa mtu atusaidia kusema hiyo maneno, kwa sababu hiyo kazi ya kupigana na pombe tulikuwa tumefaulu. Na boma zilikuwa zimeanza kusimama. Lakini wale ambaye hawatatakii mema hasa eneo hili wakasema hiyo pombe iendelee kuuzwa, askari wasishughulike. Machifu wetu ni watu wazuri sana, hata hao wananungunika wakiwa wamejificha, kwa sababu siku tulimaliza hii pombe hata uhalifu ulikuwa umepungua, wakaambiwa wachane naye. So even our chiefs, I want to thank you for the good job you did, and we are sorry that mulikatazwa kuendelea na hiyo kazi, na sisi hatuna nguvu. Sasa tunaomba tu Mungu atusaidie, lakini siku itafika. Utire bulete kagate na mugikuya ugaga eria gutumanite muno gukirie gwikate o mugikuyu cia kauga ndagacokia haraka kiriate o mugikuyu cia kauga atahika ndaria gaki kainyo ni muri agadwa Naivasha. Kwa hivyo mimi niseme tufanyie wananchi kazi na tuache uongo, kwa sababu ile shida imeharibu hii serikali ya William Ruto. Ni mambo ya nini? Ni waongo, si waongo? Hiyo ndio ukweli, na ndio mimi tulishindwa kukaa na yeye, sababu kila siku ni kudanganya watu.
na kutenga na kuahidi. Si ndio? Si hata saa hii anajiandaa kutembea huko. Anakuja kusema ukweli ama uongo? Si mnajua? Lakini tumesema msijali. Pesa imepangwa na magunia. Mjitayarishe. Mkule. Lakini msipeleke hiyo nyumbani, pesa nyumbani imelaaniwa. Mkule pale kwa market peke yake, si ndio? Na msichanganye na ile yenu ya zamani. Na msipeleke mtoto shule ama kununua ng'ombe ama mbuzi. Hiyo kama uko na deni ya Shylock ulipe na hiyo pesa. Sivyo wamepanga mambo ya uongo? Na imepangwa uongo mingi sana. Sasa watu wanapewa pesa kuja kusikiza uongo. Na tumesema basi kama ni kusikiza uongo ulipishe bei kali. Kwa sababu uongo ni kitu baya. Sasa usipewe 200 kusikiza uongo, utakuwa ni mjinga. Kusikiza uongo ni kutoka 3,000 kwenda mbele. Tumekubaliana? 1,000 ngapi? 5. Na kina mama kupiga ngemi kwa mtu ya uongo ni shilingi 10,000. Si ndio? Kupiga makofi ni pesa ngapi? 1,000 ngapi? 2,000 kupiga makofi. Na kucheka? 5,000. Hiyo maneno yote nataka from 20 to 30,000. Si ndio? Kwa hivyo wewe rais, panga pesa sawa sawa. Uletee sisi. Kwa sababu hata tulikuchagua bila kutoa chochote. Tena hapa kwetu tuauga jogo ndikakuona ke. Na ng'ombe ndikakuona ke. Ng'ombe ndikakuona ke. Na iria ndiguo. Sasa tumefungua hoteli hapa. Hii hoteli kai imefunguliwa, tutaifunga December 2026. So ile pesa yote ya madawa kuliko ipelekwa kwa hospitali inaletwa hapa kuhonga watu. Lakini kwa sababu hiyo pesa hata msukula itapelekwa kwa watu wengine, mchukue hiyo pesa mkule. Bora msichanganye na ile yenu. Na msipeleke nyumbani. Ikuliwe kwa soko, iishie hapo. Hata kama bibi unampenda namna gani umwambie akuje sokoni. Hiyo pesa isifike nyumba? Nitomu yenyewe tu. Itikakinyeke. Todo siata kuni na mushie neguo. Todo sie na mugiro. Todo besha icio ne iria cia githone kugura dawa mathibitari. Besha icio ne iria cioragire ciana citu cia Gen Z. Hapa Naivasha tunapongea leo. Watoto 27 wale waliuawa na polisi. Wako hapa mochari, wamekaa hapa for the last 8 months. Na wote waliletwa na polisi, ndio court order imepeanwa. Sasa watolewe waende waziko kwa kaburi ya umma. Hao ni watoto wetu wa Gen Z ambao waliuawa kiholela. Sasa wale wameua hiyo watoto wakikuletea pesa, uchanganye na ile yako, si utapata shida? Lakini pesa msiwache. Mkule. Mtakula. Taru. Mtayari? Tuko tayari. Na mimi niseme nikimalizia kwa sababu sitaki niseme mambo mingi. Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi General Kahariri, wewe mtoto wetu wa nyumbani. Please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence. And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii general, uweze msaidia. Hawa wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. So tunauliza general, please let the military remain a professional outfit because it is the only institution that the people of Kenya trust. So don't bring politics into the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. In a democratic and constitutional process. So General, I'd like to correct you.
that call of Ruto must go is just a preparation, ni rehearsal. Watu wanafanya kujikubu. So don't tell us that is unconstitutional. No. Nobody is saying William Ruto atolewe kwa kiti outside the law. Itafanyika tariki 10 mwezi wa 8 2027 in a democratic and constitutional election. So General, tafadhali enda kwa barracks, linda Kenya. Wacha mambo mingi. Wachana na siasa. Hii siasa ni ngumu General, itakuchoma. Wachana naye. Wacha rais ajiulize kwa nini Wakenya wamemwacha. Ajiite kama mkutano kidogo ajiulize, mbona hii watu ya Naivasha walinipenda, wameniwacha. Si mlipenda yeye? Mlimpigia kura mkumpigia? Mmewachana na yeye hamjawachana? Mmetoka UDA hamjatoka? Sasa ajiite mkutano ajiulize, where did I go wrong? Na akiwa honest to himself, ni kwamba alituahidi atatuweka pesa kwa mfuko. Akarudi ile kidogo tulikuwa naye kwa mfuko akafanya nini? Si ni makosa yake hiyo? Akiambiwa anakasirika. Anasema tuko na mapepo. Alisema atajenga mabarabara, amekuja ameahidi. Amefanya hajafanya? Sasa ajiulize, hawa watu ya Nakuru walimchagua. Sasa anakimbia kila pahali akiwa na kina Raila, anaita hawa wa kabila. Siku walimchagua, walijua yeye si mmoja yao. Kwa nini unawatukana? So rais ujiite kama mkutano, ujiulize ni wapi ulipotea. Lakini hata ukipiga kelele, hata ukifanya nini, mambo ya hii watu, and I told you kabla tuachane, nikakwambia betrayal has no remedy in this region. Once umesaliti watu, hiyo maneno huwezi rekebisha. Kweli ama uongo? Ati ametumana amemwaga askari hapa Naivasha town. Wamejaa wale wa jela, wale stock theft unit, wale wa polisi. Ati atuzuie kusalimia wananchi. Sasa mimi naambia rais, wewe tayari umekosana na hii watu. Unataka kuongeza kidoda chumvi kutumia hao polisi atikupiga hao tear gas. Na wewe unataka kuja kuwatembelea. Saa hii unajipanga kutembelea hao alafu unatuma askari kuhangaisha hao. Hata ukikataza sisi kusalimia hii watu roho zao wameamua. Wafuasi wangu hata nisipowasalimia, si mumeamua? Si mumeamua? Si mnangoja chama yangu mwezi ya 5? Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Na tena munisaidie. Munisaidie watu ya Naivasha na watu ya Nakuru. Ile shida sisi tumepata watu ya Nakuru na watu ya jamii ni wasaliti. Si mnawajua? Si mnawajua? Wale ya kuuza jamii pesa kidogo. Shilingi 1200, 1500. Wanauza jamii. Hao mtachungana na hao, mtajua vile mtaambiana na hao. Na huyu mama munichungie huyu Jane Kehara. Mtachunga huyu ni Getungati, si ndio? Huyu mama amesimama imara. Na yeye hawezi tishwa, na yeye hawezi uza jamii pesa kidogo, pesa 8. Kwa hivyo mtuchungie. Mtaangalia hii wasaliti wote mnawajua, hata mimi hakuna haja niambie nyinyi. Si mnawajua? Na mimi nafurahi sana na hivi vijana wawili hawa MCAs wetu hawa. Wapigie makofi. These are good people. Mtawasaidia huko mbele. Kwa hivyo mimi sitaki nipite kutoka hapo. Sisi taenda town. Rais umetuma polisi, umetuma jela, sisi tuko huko. Si ndio? Upige sisi tear gas, utushike vile unataka kufanya uva. Lakini 2027 tunakukoja kwa de. Hata ukishika sisi, hata ukitupiga tear gas, pale kwa debe kutakuwa na tear gas. Ati amekasirika, amekuja hapa siku ya safari, wale watu wamempigia kelele. Sasa anasema vile alipigiwa kelele, ati na yeye atume polisi watupigie kelele. Sasa hii askari, utafanya mkutano wa askari wakusikize? Hata hao askari wetu msiwachukue vibaya, wameumia vile mumeumia. Payslip yao imekatwa. Wakienda hospitali hawapati matibabu. Wakipeleka wake wao kuzaa wanaambiwa walipe. Hata hao askari saidi wanatutumania kusema tunaambiwa tupige nyinyi, na hata sisi tunalalamika mtusaidie. So nyinyi askari msikuwe na wasiwasi, mambo yenu tunachunga. Tutachunga mambo yenu, muongezwe mshahara, mtegerezewe insurance,
because hata nyinyi ni ndugu zetu, ni dada zetu, you are our people, tutasaidiana na nyinyi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Naivasha, na tutakuja tena na tena, na Reverend, asante sana, we wish you well. When you call us to support you, we'll be there with your wife and the congregation. Na vile umeambiwa, wewe usikize Mungu kutoka juu na sisi tusikize ground. Kila mtu afanye kazi ya. Si hapo Bishop amehubiri vizuri. Sisi tuendelee kusikiza ground. Sisi tuendelee kusikiza ground. Na wewe overseer usikize Mungu, tukutane katikati. Yale Mungu atasema na ile ground itasema, tuweke yote pamoja. Haune hega. Andũ a nyũmba itũ mwĩ gũkũ. Mwĩ kuo. Nĩ mũkwenderio guoya. No ona mũngĩenderio no mũgũre. Ithe mũndũ ndatũhenirie. Nĩ mũkamondia kanyoni wa ng'ethe. Biũ. Mũgokĩra thaa cigana. Thaa cigana. Kenda. Niĩ nĩ ndĩmũĩ ndithakaga na inyuĩ. Na nĩ nderĩte mũndũ ũyũ ngĩmwĩra ndũkahutie kĩrĩma gĩkĩ. Andũ aya andũ moyo wega. Akihenio nĩ anake atĩ nĩ mũkũriganĩrwo. Nginya marĩa twekirwo nĩ mũthũngũ no tũririkana. Na ithuĩ tũtikũhakwo macũrũ, tũtikwenderio guoya, na tũtigwathwo kĩa hinya na watho wa 210. Ona ũngĩtũma thigari gũkũ Naivasha ndũngĩatha andũ aya kĩa hinya. Rais huwezi tawala hii watu ya Naivasha kwa nguvu na utawala wa mabavu. Hata ukituma polisi, utume GSU, utume prisons, utume ASTU, hao watu ya Naivasha wametoa wewe kwa roho zao. So don't waste your time sending policemen to intimidate the people of Naivasha. And for how long shall you intimidate them? For how long? Only 2 years only. Wewe tisha sisi tu mwaka 2. Utuhangaishe hapa tia gasi hivi kidogo kidogo, hii tumezoea. And then wewe tutapatana na wewe pale mbele. Kaane mũkwenderio guoya. Maito ito je ni wake harana mũkũmũnyitirĩra. Nĩ mũkũmũrora mũtumia ũyũ. Nĩ ngatha ya rũrĩrĩ na nĩtũceraga nake, ona mwaga kũmuona ngoragwo nake wĩra-inĩ. Rĩrĩa mũtaramuona mũkamenya nĩ ndĩmũtũmĩte kĩ? Nĩ mwahe rũtha ndĩmũtũmage wĩra? Nĩ mwahe rũtha? Nĩ mũkũmũnyitirĩra gũkũ? Tondũ ena wĩra mũingĩ mũno wa kũnyitithania rũrĩrĩ mena matha wa Ngarĩ wa Karũa. Manyitithanie nyũmba itũ na tũtikagayũkanio. Na huyu rais amepanga ati aunde chama zake hapa kwa mlima. Moja Nakuru, moja Kiambu, moja Kirinyaga, awanye kura zetu. Sisi ni werevu. Hizo ni mahuiru bado wanalete ya red, ya green, ya blue tunazijua. Turamuonera ke? Turamuonera ke? Kwa hivyo mtaona chama mingi sana rais analeta hapa. Watu wakijificha ati ni chama zao. Chama hapa itakuwa moja. Chama takuwa ngapi? Chama takuwa ngapi? Chama takuwa moja, ile ambaye tunaamini. Hizi zingine rais analete, tukiziona tunamwambia hiyo ni wheelbarrow ya green, mnaitema. Tunamwambia hiyo ni wheelbarrow ya red, mnajua. Si tutakuwa tukitangazia nyinyi? Anaenda kutoka yokania. Unajua 1992 tuliingia ujinga, tukadanganywa na Moi. Tukagawanya Kibaki na Matiba, akapitia katikati. Na hiyo ndio rais sasa anapanga. Ati aweke chama hapa mlima na asimamishe ma presidential candidate hapa katika mlima, agawe kura zetu. Na nyinyi ni watu werevu. Acho marare hone moyo kama mutimoe. Nimo moyo kama mutimoe. Inywe muthomaga mebasha. Niguo. Nindakena muno reke jini oke haha nigetha amuhe atongoria ara meha maria ndagika nini. Tucoke tukageithia andũ town, ona borithi icio tugeithanie tondũ tutirĩ na ũru nao. Tutirĩ na ũru na mũndũ. Katiguo. Ithuĩ onacio ti ciana citũ. Ithuĩ onacio itirĩ na thĩna. Policemen, our police officers, we really sympathize with you. We know the troubles you are undergoing. Your payslip has been raided. You have no insurance cover. You have no uniform. You have no housing. You are our sons and daughters, and we really pity you. And we feel for you. We are very sad that you are being misused to beat innocent people and intimidate them. But since an order is an order, just do what you have been ordered to do. But you know we still love you. And we still work for you. And we'll still make sure we improve your terms of condition. Na tunajua tukipigwa, mtu ametumana ni nani? Ndiye ametumana. The policemen are innocent.
Yeye ndiye ametumana kwa ile makosa yote ametufanyia. Akitupiga leo, hiyo muongeze kwa ile makosa. Si mnajua makosa yake ni mingi? Sasa hata hiyo akitupiga leo, muongeze hapo. Tunaendelea kuongeza makosa yake, tukiandika ikijulikana. So wacha mheshimiwa Jane akuje ndio atupatie viongozi wachache waseme jambo, tupatie Bishop Zawadi, Reverend Zawadi na ndake na mundu anaivasha. Nimuko gaithaniria. Ngai witu amurathime. Amwike wega. Amwararamirie mihaka. Murori magukumia. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu yurage irathimo hiana mbura njega. Makofi. Speech, because it's not a sermon ilikuwa na bishop. I think in the interest of time, betirigi mogwetereire mukwenda kwaririo ni andu angi kama ketwabe twikio guo twabe turugamie all the aspirants marugamio haria mari, all the aspirants andu acio othe ni ana Ikuru na ni maracaria ite na Ikuru, kuri wa senator, kuri wa governor, kuri MCAs, Mwangi arenda giti kia governor, Bae arenda gia senator, wa Mariamu arenda gia senator. Tafadhali sit down. Sitting MCAs kana ore wa ruguru kana ore wa itherero. Sitting MCAs acia gwitũ nĩ marũgamirio nĩ mũhunjia nĩ twĩrirwo nĩ wa Mũrang'a etagwo Grace City, hiangeni ana Ikuru acio othe nĩ aheshimiwa sitting. Tukaenda ndĩmete tondũ tũtikwenda gũthũkia ũrĩa mũnene auga, ithe tiguo. Rĩu njĩte former MP rũgama ũcio etagwo Mwathi nĩ wa kũrĩa Limuru, my neighbor, all protocols observed, ikarai thĩ. Rĩu njĩte my neighbor mwena ũyũ ũngĩ, can I please see, njĩte my colleague, my only colleague who came, etagwo Honorable Botige nĩ niĩ ndĩ haha owetere ũrĩa nguga, Honorable Onesimus Ngogoyo from Kajiado North. Asante sana mheshimiwa askofu wa kanisa la Redeemed eneo hili, Reverend ambaye amefanya tukuje leo na mke wako Jane, wakaaji wa Naivasha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi naitwa Ngogoyo, mbunge kutoka Kajiado North constituency. Sisi ni majirani kule mbele ya Mai Mahiu, na mheshimiwa Jane ni rafiki yangu sana. Kwanza ni washukuru kwa kutuchagulia mama mzuri. Jane network yake inakuanga iko sawa. Naona mwaki igwa nyumete Kajiado ni muka viwago ashe. Mutiga corona wasiwasi. Ni mwe hare Professor Saitoti yakorako. Bas sasa Ngogoyo ndiye amekalia hiyo kiti na shai washa mashukari wetagwo atia. Bas niyo eno haha reu. Mimi sitakuwa na mengi. Reverend, pongezi. Na kama vile His Excellency amesema, we'll be willing to partner with you kama utatuhitaji. Tutakuachia zawadi, lakini ukituita kujenga kanisa pia tutakuja. Kanisa la Redeemed ni kanisa tunaheshimu. Mimi niko na makanisa za Redeemed kule kwangu. Kama mnakumbuka Bishop Segel anatoka pale, mimi ninakaa pale Ongata Rongai. Sitakuwa na mengi, mambo mawili tu. Sisi tunaheshimu kanisa. Bishop, if you instruct us tufanye kitu, sisi tutakusikia. Kuna wale hawasikiangi kanisa. Kuna wale wanasema kanisa haiwezi kuwakosoa. Sisi ukituambia chochote tutakusikiza. Na vile nimeona leo umetuambia tuendelee kusikiza ground. Asante sana Bishop. Tutasikiza ground. Na ground inasema William Ruto hawezi kuwa rais tena. Hivyo ndio ground inasema. Si ground inasema hivyo? Ground inasema William Ruto ananyanyasa watu. Ground inasema hivyo? Nani alitoa Gachagua kwa kiti?
nani anafinyilia wa Kenya? Si hivyo ndio ground inasema? Sasa 2027 kupitia njia ya kikatiba tutapeleka William Ruto nyumbani. Hapo tuko pamoja? Sitazidisha hapo, nataka niwakaribishie Senator wa Nyandarua, kijana yetu. Sorry. No ni gweta senator ithitoni wa guku. No nyambe ndimwire hindi iria president yahitukaga guku ni atwiriire barabara ya Maera. Agitwira mai ma Naivasha ni tukugia demu Nyandarua tugateithio ni mai macio. Agicoka agitwira thibitari ria twakiirwo ni Kengen ni agotuikwipira. No twetereire Your Excellency, bado tunangoja barabara ya Mai Mahiu, tunangoja maji ya Naivasha na hospitali ya Naivasha ile tulijengewa ya 300 million na Kengen. We are waiting for you to come and equip it. And now it's my great honor to invite Kava Medho. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa Jean Kihara, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, kiongozi wetu mkuu Bishop John Kariuki pamoja na mke wako na viongozi wote wa kanisa na kanisa Redeemed Gospel Church, watu wa Naivasha. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Hata na mimi Bishop sitaki nichukue muda mrefu, nataka nikuwe mfupi wa maneno kwa sababu umetuhubiria vizuri sana. Na hakuna maneno mengine tunaweza kuongeza, kwa hiyo maneno umetuhubiria. Lakini umeniweka sawa sawa, lakini tena ukaniweka wasiwasi. Nikasikia ni mzuri nikuwe Samson nipigane na Wafilisti. Lakini iko kitu nimeuliza Rigathi Gachagua pale ndio anieleze vizuri. Unajua mimi nasikia Samson alikuwa anaona skati mambo yake inaharibika. Sasa hapo mniombee sana ndio nisiingie hiyo line ya Samson, mambo yangu iende sawa sawa. Ndio msinipate siku moja nimenyolewa nywele na mjui nimenyolewa namna gani. Kwa sababu ile kazi umenipatia ni kazi ngumu. Umeniambia kazi yenye ukunataka kama kiongozi nipigane na Mfilisti mpaka tutoe Mfilisti. Lakini Mfilisti mwenye tunapigana naye hapana mchezo. Anataka mtu ajipange na ajipange sawa sawa. Kwa hivyo mimi nataka nikubaliane na viongozi ambao wamesema hapa, wamesema maneno mzuri na mimi nimekubaliana nao. Watu wa Naivasha, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutuchagulia mheshimiwa Jean Kihara. Ni mama yetu na anatuweka sawa sawa. Mheshimiwa Jean Kihara alikuwa wakati wa UDA. Hata ndio mimi nashangaa watu wengine wanajifanya ni wa UDA sana. Siku ile UDA ilikuwa inatengenezwa kwake nyumbani. Na kama alitengeneza UDA, mheshimiwa Jean Kihara tusaidie kwa chama ya Itungathi, tena tukue na chama mzuri zaidi kwa sababu huko tumehama na tukahama kabisa. Mumehama ama mjahama? So Bishop, maneno yangu ni machache sana. Vile viongozi wamesema hapa. Hata nikasikia mheshimiwa Rigathi Gachagua ametuambia ile bei ambayo tutakuwa tunalipisha William Ruto akija hapa Mount Kenya. Akitaka tukuja mkutano yake 2,000. Akitaka tupiga makofi 2,000. Akitaka ngemi 3,000. Akitaka tucheke 3,000. Lakini haujatuambia ni kwa muda gani. Mtu hawezi kudanganya wana hawa. Ni dakika 20 amalize na aende. Kwa sababu uongo unajua unaweza haribika masikio mtu akikudanganya kuanzia asubuhi mpaka jioni. So ni udanganya dakika 20 na kwenda. Nimesikia anakuja huko kwetu Nyandarua anakuja ku launch project za zamani. Na ni sawa sawa. Nyinyi mnajua hata akikuja ile maneno anasema. Hata mimi kabla sijafika hiyo next week naweza waambia vile atasema. Watu hapa Naivasha nimekuja hapa, iko shida imetokea. Kumekuwa shida ya manyumba. Wakati nimekuwa rais nimewajengea manyumba, muache kulala kwa msituni kwa sababu mimi nikichaguliwa mlikuwa mnalala kwa msituni. Nyinyi mnajua alienda huko Northeastern, aliongea hata unadhani barabara inajengwa kesho. Iko barabara yenu watu wa Northeastern siku nyingi imekwama. Barabara itoke Mandera, iende Modagashe, iteremke Koturo, iende mpaka Wajia, ifike Isiolo. Si mnajua vile atasema? Barabara itoke Mandera, iteremke Koturo, iende Modagashe, ifike Wajia, iende Isiolo, iende Nairobi. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Basi na yeye tutamfanyia hivyo hivyo. Venye anatufanyia na sisi 2027 tunamtengenezea barabara.
barabara ianze State House, iende Westlands, iteremke Limuru, ikuje Naivasha, iende Gilgil, iende Nakuru, iende Eldoret, iende Sugoi. Na ikifika huko Sugoi watu wanasema kwa sababu hata na yeye ametuchosha na ametufanyia maneno mbaya. Mwisho kabisa Bishop, kwa sababu mimi sitaki niseme maneno mengi. Sisi kama viongozi itakuwa makosa kubwa sana wakati sisi tunanyanyasa wananchi na ile maneno ambayo sisi tunaona inatupendeza sisi. Ile pesa kidogo inapatikana, badala ya mtu mkubwa kama rais akuja aletee watu ya hapa maendeleo, anataka kuita mama Jane Kihara ampatie milioni 2 atoe Rigathi Gachagua, aite Ngogoyo ampatie milioni 2 atoe Rigathi Gachagua. Kwa nini hiyo pesa ambayo unaokota, hii ambayo unazungusha, mpaka anasema sasa amefanyia Kenya kazi yote, ile kazi amebakisha ni ya kutupikia chapati, na nyinyi mnajua chapati milioni 1 kwa siku moja, chapati milioni 1 kwa siku moja, na atatutengenezea na mashini. Hata muambie wewe William Ruto na yeye, hata chapati haikuliwi hivyo. Kama analeta mashini ya chapati, analeta mashini ya kitowero, ndio tukulanishe hiyo chapati yake tukimpeleka nyumbani. Kwa hivyo mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Asanteni sana watu ya Naivasha, mimi ninawapenda sana. Ngai witu amurathime.